Paza sauti yako mbele za Bwana. Mwambie Roho Mtakatifu, hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe kwenye maisha yetu. Hakuna kama wewe. Hakuna wa kulingana na wewe. Paza sauti yako mbele za Bwana. Mwambie Roho Mtakatifu, hakuna kama wewe. Hakikisha moyo wako unafunguka unapoomba. Hakikisha moyo wako unajimimina kwenye madhabahu. Usiombe kama jana, usiombe kama muda uliopita. Hii ni saa nyingine. Nenda kama vile hujawahi kwenda mbele za Mungu aliye hai. Muonyeshe unavyomhitaji, muonyeshe unavyomtaka, muonyeshe unavyomhitaji. Roho Mtakatifu yuko hapa, muonyeshe unavyomhitaji. Roho Mtakatifu yuko hapa, anaweza kukusaidia kwenye udhaifu wako, anaweza kukusaidia kwenye hali yako, anaweza kukusaidia kwenye hali ya moyo wako. Hata kama moyo wako unagoma, endelea kusema mbele za Bwana. Mwambie, ninakuhimiza, ninakutukuza Bwana, ninakuinua. Sina Mungu mwingine, sina kimbilio lingine isipokuwa wewe peke yako. Kadiri unavyoomba, mbingu zinakufungukia, hali inabadilika ndani ya moyo wako. Unampa nafasi Roho Mtakatifu, kwa kuwa yeye ana majibu yote ya maswali ulionayo, kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa uamsho, kwa kuwa yeye ndiye jawabu la mambo yote. Roho Mtakatifu wa Mungu, kadiri unavyoomba unamkaribisha mama yangu, usiache. Kadiri unavyoomba unatengeneza mazingira kwenye ulimwengu wa roho. Iko nguvu inakuingia, iko roho ya neema inakuingia, uko msaada unakujilia katika jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Hii ni jioni takatifu, hii ni jioni iliyowekwa wakfu, hii ni jioni tuliyopatana na wewe. Unajua Bwana ya kwamba pasipo wewe sisi hatuwezi neno lolote. Nami ninakukaribisha Bwana, tunapungua mbele zako, tunanyenyekea mbele zako Bwana, wewe upate kuzidi tena jioni ya leo kwenye madhabahu hii, kwenye kusanyiko hili. Wewe umeahidi kwa neno lako, tunapokusanyika namna hii kwa jina la Yesu, wewe upo katikati yetu. Bwana jifunue, Bwana jidhihirishe. Mwambie Bwana ajidhihirishe, ajidhihirishe leo kwenye maisha yako. Mwambie Bwana ajidhihirishe. Usiache kuomba, mwambie Bwana, omba hivyo hivyo unavyoomba. Mungu anasikia, watu wa Mungu anataka kusikia sauti yako. Mwambie Bwana ajidhihirishe leo. Mwambie Bwana ajidhihirishe kwangu leo, jidhihirishe kwa familia yangu. Nataka nikuone leo ukiagusa maisha yangu, ukiugusa moyo wangu, ukigusa roho yangu. Endelea mbele za Bwana. Kandorobo sandarapakora rimandarabasa risandarapakorabasia, katika damu ya Yesu Kristo. Kamandarabasia rikokondorobosa rindarabasandarabakora rimandarapasa risandarapakora risandarapakorobosa rikandarabasa. Acha anga la ileje lijue ya kwamba watoto wake Mungu wanaomba. Kandorobo sikirianda risandarapakora rimandarabasa. Bwana, tunakutukuza juu ya anga la Ileche, juu ya anga la Itumba, juu ya ardhi ya Ileche, juu ya ardhi ya Itumba. Na ijulikane jioni ya leo ya kwamba wewe ndiwe Mungu unapositembelea familia za watu wako. Bwana, katika jina la Yesu, ijulikane katika falme na mamlaka, ijulikane juu ya wakuu wa anga, ijulikane kwenye falme za ardhi ya kwamba ni wewe unatawala. Bwana, tunakuinua tena jioni hii. Tunakutaka wewe na nguvu zako, tunakutaka wewe na uwezo wako, tunautaka moto wako upate kuwaka kwenye hii madhabahu jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Rapako rikandarabasa kandorobo sanda rimandarabakora
rabasia rikandarabasa. Bwana uruhusu moto wako kwenye anga la Ilese, kwenye anga la Ilese, kwenye anga la Itumba. Rakashanda risandarapakora rimandarabasa risandarapakorobosa rikandarabasaya anorobosa narapakora rimandarabasa rindorobosa rikandarabasa rikokondorobosa narapakora rikandarabasa. Tunavihamisha hivyo vilivyokaa mahali pako katika anga la Ilese. Kila kilichokaa hicho cha giza, kifuniko cha giza kilichokaa Bwana mahali pa kwako, kwenye mji huu, kwenye ardhi hii, kwenye anga hili, kandorobosa rakashandarapakora rimandarabasaya rindorobosandaya rimandarabakora basia. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu aliye hai. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akifanya nini? Kwafaa sana akifanya nini? Kwafaa sana akifanya nini? Akiomba kwa bidii. Kuna mambo hayawezi kuhamishika mpaka utafute kumlingana Mungu aliye hai. Mnanielewa watu wa Mungu? Na hakuna mtu aliyenia moyoni kumtafuta Mungu kwenye maombi Mungu alimwacha, hayupo. Na ndio maana eneo moja wapo ambalo adui anapambana kuhakikisha anawapooza watu kiroho ni eneo la maombi pia. Unabanwa, unazuiliwa. Maombi ni mlango mkubwa sana ambao mtu akijifunza kuomba ana uwezo wa kufungua vitu kwa njia ya maombi. Na kwa taarifa yako, hakuna asiyeomba. Hadi wanaologa nao wanaomba. Nyanyua mkono wako wa kulia, sema: E Roho Mtakatifu, niko mbele zako Bwana, ninaomba unisaidie kuelewa neno lako na kuomba mbele zako katika jina la Yesu, amen. Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho ndani yako kwenye nafasi aliyokuweka. Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho ndani yako kwenye nafasi aliyokuweka. Tulianza na neno la Bwana kutoka kwenye Walumi 13 mstari wa 11 mpaka wa 14. Fungua haraka haraka. Walumi 13 mstari wa 11 mpaka wa 14. Walumi 13 mstari wa 11 mpaka wa 14. Maandiko yanasema, Walumi 13 mstari wa 11 mpaka wa 14, anasema: na tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake.
wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kwa hiyo unaposoma maandiko kwenye waraka wa Paulo mtume kwa Warumi, nilikwambia hakuwa anawaandikia wapagani, sema wapagani. Alikuwa anawaandikia kanisa la Mungu, watu waliomwamini Kristo, walioko Rumi, ndiye anawaandikia. Maana yake lazima ujue muda, ujue wakati, kwamba haya majira tulio nayo ni majira gani, ni wakati gani. Sasa yeye anawaambia tukiujua wakati, kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia. Hapa nilizungumza swala la usingizi, na nikasema usingizi anaosema sio usingizi wa kimwili, anazungumza usingizi wa kiroho. Usingizi wa kiroho. Ngoja nikufungulie kitabu kingine, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 na wa 7. Nataka nikuunganishia Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 na wa 7. Umeona sura ya 5? Wathesalonike wa kwanza sura ya 5. Amen, amen. Wathesalonike wa kwanza, tuanzie mstari wa 4, sura ya 5 mstari wa 4 paka ule wa 8. Angalia maandiko yanavyosema. Anasema, bali ninyi ndugu, hammo gizani hata siku ile iwapate kama mwivi, kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Basi tusilale usingizi kama wengine. Sema tusilale usingizi kama wengine. Anasema tusilale usingizi kama wengine, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Sema bali tukeshe na kuwa na kiasi. Sasa angalia, maana walalao usingizi hulala usiku, pia na walewao hulewa usiku. Lakini sisi tulio wa mchana tuwe na kiasi, hali tukijivika kifuani imani na upendo, na chapeo yetu iwe tumaini la wokovu. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa Warumi anawaambia wakati wa kuamka katika usingizi umekwisha kuwadia, maana yake umefika. Kwa Wathesalonike anasema tusilale kama wengine. Sisi sio wa usiku, sisi ni wa mchana, sisi ni wana wa nuru. Maana yake unapompokea Kristo ukajaa Roho Mtakatifu ndani yako, nuru ya Mungu inaingia ndani yako, wewe unaitwa mwana wa nuru. Haleluya, watu wa Mungu. Unaitwa uzao wa nuru, sio uzao wa giza. Nuru ni ya Mungu, giza ni la shetani. Mchana unawakilisha Mungu, usiku unawakilisha shetani. Kwa hapa sisemi ule usiku unaoingiaga unalala, anazungumza usiku kwa maana ya giza. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa unisikilize, anasema tusilale kama wengine. Tusilale kama wengine, maana yake wengine wameshalala. Wamelala nini? Usingizi wa kiroho. Sasa kulala kiroho maana yake nini? Maana ya kwanza, andika haraka haraka. Maana ya kwanza, sikukwambia hivi vitu, lakini nataka nikwambie dakika chache, alafu tuende kwenye maombi. Maana ya kwanza, kwa nini anasema tusilale? Kulala kiroho maana yake nini? Usingizi wa kiroho au kulala kiroho ni hali ya mtu wa Mungu, hali ya mtu wa Mungu kupoteza hamu, bidii na uangalifu wa kiroho.
ni hali ya mtu wa Mungu kupoteza hamu, bidii na uangalifu wa kiroho. Hali ya mtu wa Mungu, nitazame huku sitazame kwingine utapitwa. Hali ya mtu wa Mungu kupoteza hamu, sema hamu. Anapoteza hamu, bidii na uangalifu wa kiroho. Anapoteza hamu ya nini? Hamu ya mambo ya kiroho unapoteza moyoni. Unapoteza bidii ya nini? Bidii ya mambo ya kiroho, bidii ya maombi, bidii ya kusoma neno, bidii kwenye ibada, bidii ya kumtumikia Mungu, unapoteza. Sasa usikulala kiroho ni hali ya mtu wa Mungu kupoteza hamu, bidii na uangalifu wa kiroho, na badala yake kuishi maisha ya imani kwa kuregea, kutokuwa makini na kutokujali. Ni hali ya mtu wa Mungu kupoteza hamu, bidii na uangalifu wa kiroho. Anakuwa sio mwangalifu. Mtu aliyelala kiroho sio mwangalifu, anajifanyia chochote anachojisikia, anaongea chochote, anajifanyia chochote, hana uangalifu, hajali chochote. Haleluya. Hana muda wa kutathmini wala kujiuliza hivi ni mambo gani yanaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Hana huo ufahamu. Mtu aliyelala kiroho amepoteza hamu, bidii na uangalifu wa kiroho, na badala yake anaishi maisha ya imani kwa kulegea. Yaani ni mlegevu, anaishi maisha ya imani kilegelege. Sema kilegelege. Yaani mlegevu, hawi makini na anakuwa ni mtu asiyejali. Moja ya kitu ajali ni wokovu alionao. Hajali, atakaa popote, atafanya chochote. Yeye kufanya dhambi kwake sio kosa sana, kuongea uongo sio kosa. Sasa angalia maana nyingine ya pili. Kulala kiroho maana yake nini? Tunaposema mtu amelala kiroho, amen, mtu amelala kiroho au mtu ana usingizi wa kiroho, ni hali ya mtu wa Mungu kupoteza kujitambua na kujielewa. Ni hali ya mtu wa Mungu kupoteza uwezo wa kujitambua na kujielewa. Mtu aliyelala haelewi kinachoendelea. Hali ya mtu wa Mungu kupoteza uwezo wa kujitambua na kujielewa. Unasema, mwalimu, nitajuaje kwamba nimelala kiroho, nimepoteza uwezo wa kujitambua na kujielewa? Dalili ya mojawapo ni hii: umepoteza mambo ya kiroho, umepoteza hamu ya mambo ya kiroho. Lakini dalili nyingine, unajuaje kama umepoteza uwezo wa kujitambua, kujielewa? Vitu vinavyowaogopesha wengine ambao hawajaokoka na wewe vinakuogopesha. Unaongea lugha ya watu wengine. Yaani Mwebrania anaongea lugha ya Kirumi. Hamjanielewa? Wewe umeokoka, unatafuta msaada wa kiroho kwenye madhabahu nje ya madhabahu ya Mungu. Ukiona mtu anaambiwa kwamba ugonjwa kama huu umeua wengi, jiongeze, alafu anapomwambia jiongeze, maana yake aende kwa babu yake akamuulize dawa aliyompaga shangazi yake akapona, na anapewa ushuhuda kabisa, shangazi yako aliumwa kama wewe,
akapewa dawa na baba yake akapona. Wewe umeteseka miaka 6, nenda kwa babu yako. Hata Mungu anajua. Si umemwomba Mungu hajakusikia? Ukisikia sentensi kama hiyo unafanyeje? Sasa utajuaje kama umelala usingizi? Sentensi kama hiyo ikiingia, inakupotezea ujasiri wote, na hata wewe unaanza kwenda kwa siri. Mwalimu, kwa nini unaongea hivi? Maana yake wako watu hapa ambao wamekutana na mapito fulani, alafu kwa sababu ya kulala usingizi walijikuta wanaenda kupata msaada mahali ambapo sio sahihi. Haleluya, haleluya. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Unapoteza hali ya kujitambua na kujielewa. Amen. Unasema, mwalimu unaongea nini? Anasema tusilale kama wengine, bali tufanye nini? Anasema bali tufanye nini? Nilikuwa nawasomea hapa kwenye Wathesalonike. Anasema bali tufanye nini? Tukeshe na kuwa na nini? Na kiasi. Lile neno kuwa na kiasi kwenye Kiingereza inasema to have self control. Self control, uwezo wa kujidhibiti, kuto kupitilizia mambo. Amen, amen. Yani unafanya kila jambo kwa kiasi, sio kwa kiasi unachopima wewe, kwa kiasi kinachopimwa ndani ya moyo wako na Roho Mtakatifu, kwamba usifanye jambo ukamkosea Mungu. Sijui unanielewa ninachosema? Unanielewa ninachosema? Kwa hiyo kulala kiroho ni hatari. Kwanza, hata Yesu atakapokuja kwenye unyakuo, wewe hutajua. Siku ile itakuja kama mwivi, lakini walio macho watajua, kwa sababu signo za Roho Mtakatifu. Ndio maana hata saizi watu wengi wamelala, wanafikiri bado tuna muda mrefu sana wa kuishi hapa duniani. Wamelala kabisa. Ndio maana leo ukizungumza habari ya siku za mwisho, hata mioyo haitaki kupokea. Mioyo inataka isikie tu kwamba Mungu atakuinua kwenye biashara. Nataka nikuombee baraka za Bwana kwenye kilimo. Ndio mioyo, akili zinasimama hivi kwamba yes, kwa kweli nimepata shida kwenye kilimo, Mungu anifungulie mlango. Habari ya unyakuo watu hawataki kusikia. Shida ni nini? Kulala. Haleluya, watu wa Mungu. Haya, ngoja nikwambie vitu vichache sasa, tuingie kwenye maombi. Roho Mtakatifu, namna Roho Mtakatifu anavyoleta uamsho wa kiroho. Jambo la kwanza, anatumia njia ya kuachilia roho ya toba ndani ya watu, na hii nimeshakufundisha sana na nikakwambia vipengele vingi na vifungu vingine ambavyo sikukupa. Yohana 16 mstari wa 8. Fungua Yohana 16 mstari wa 8. Yohana 16 mstari wa 8. Nataka tusome hivi vitu vichache, alafu tutaingia kwenye maombi, sio muda mrefu. Yohana 16 mstari wa 8. Roho Mtakatifu huachilia roho ya toba ndani ya watu wa Mungu, huachilia roho ya toba. Yohana 16 mstari wa 8. Umeshaona mstari wa 8? Umeshaona mstari wa 8? Umeshaona mstari wa 8? Anasema naye akisha kuja huyo, naye akisha kuja huyo msaidizi aliyemtaja pale kwenye mstari wa 7, anasema akisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi. Sema, atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na nini? Maona vitu vitatu: kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Sasa Roho Mtakatifu anaachiliaje roho ya toba? Huwa anaamsha kitu kinaitwa hukumu ndani ya mtu. Yaani umefanya dhambi, unasikia kuhukumiwa ndani, unateseka, unasikia hukumu,
unaposikia ile hukumu, kinachoachiliwa kule ndani ni roho ya toba. Ile hukumu haikuachii, kwa sababu ile ni kazi ya Roho Mtakatifu, haikuachii. Ndio maana ukiona mtu ameokoka anasema uongo, anatenda dhambi, alafu hasikii hukumu, huyu amelala sana. Na ndio mahali kanisa limefika. Unaweza ukadanganya na hausikii hukumu, maana yake sio tu umelala, ila umemzimisha na Roho Mtakatifu, kwa sababu Biblia inasema msimzimishe. Maana yake umemzuia na Roho Mtakatifu asiwe na uwezo wa kuachilia hukumu ndani yako, kwa sababu ili akugeuze huwa anaachilia hukumu. Unasikia mtu anasema nasikia kuhukumiwa, nasikia kuhukumiwa, ninaomba Mungu anirehemu. Unaelewa maana yake nini? Maana yake ile hukumu inafungua mlango wa roho ya toba. Roho ya toba. Na saa nyingine anachofanya, anakufungua ufahamu uanze kuona ubaya wa dhambi ulioitenda. Sasa anapokufungua ufahamu uone ubaya wa dhambi ulioitenda, anafungulia mlango wa hukumu ndani yako. Unasikia kuhukumiwa, dhamiri inaanza kukushtaki ndani. Kwa hiyo hizo ni hisia zinakuwa ndani. Shida ni nini? Roho ya toba imekosekana. Ukiwauliza watu wangapi hapa, yani hivi wewe tazama hivi tulivyokaa, lakini nakuhakikishia kinachozungumza, maanguko ni mengi sana hapa, mengi sana, na watu wanaishi nayo na wamefanya kuwa lifestyle, afu wanataka wamuone Mungu. Roho Mtakatifu lazima arejeshwe kwenye kanisa ili aanze kuleta hukumu, kwa sababu watu wa Mungu, hukumu inatakiwa kuanzia ndani. Watu wamrudie Mungu kwa machozi, kwa toba ya kweli, alafu waponywe maisha yao. Ndio maana kuna miujiza tumeizuia kwa sababu ya aina ya maisha tunayoishi. Yesu alimaliza msalabani, lakini tumejizuilia wenyewe. Okay. Andika Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa 8 hadi wa 10. Hapa nilikwambia Roho Mtakatifu anapotumia njia ya kuachilia roho ya toba ndani ya watu. Kwa nini Roho Mtakatifu anaachilia njia ya kuachilia roho ya toba ndani ya watu? Kwa sababu ya maongezeko ya uovu na maasi yanayopelekea kupoa kiroho na watu kulala kiroho. Sumesomaga hiyo ndio kutajia Wakorintho wa pili, hiyo sura ya 7 mstari wa 8 hadi wa 10. Ni Paulo anaongea juu ya walaka aliokuwa amewaandikia. Anasema ule walaka uliwahuzunisha, lakini huzuni iliyokuja ndani yenu ilikuwa sio ya kuwaletea hasara, bali ni huzuni inayoleta toba. Toba liletalo wokovu, toba iletayo wokovu. Kwa hiyo angalia, Roho Mtakatifu anapoleta hukumu ndani yako, kuna huzuni itakuingia. Ile huzuni ni kwa ajili ya kuleta toba, letalo wokovu. Yani inakuwaje umemkosea Mungu alafu unacheka tu, unafurahi, hata uhuzuniki? Ujue kazi ya Roho Mtakatifu imezuiliwa ndani yako, kwa sababu ukimkosea Mungu inabidi uingie kwenye huzuni. Kazi ya ile huzuni ni kukuletea toba. Ndio Paulo anavyosema hapa, anasema sifurahi tu kwa kuwa mlihuzunika, lakini kwa sababu huzuni iliyokuwepo ilikuwa sio kwa ajili ya kuleta hasara, sio huzuni ya dunia hii, bali ni huzuni itokayo kwa Mungu. Mungu kuna huzuni huwa anaiachilia. Anaposema itokayo kwa Mungu ni kwa Roho Mtakatifu. Lengo la ile huzuni kukuletea toba. Sasa ile toba inapokuja ndani, watu wa Mungu nisikilize, kwa nini Roho Mtakatifu analeta ile toba? Kwa sababu maasi yanapoongezeka na uovu ndio vinavyoleta kupoa kwa kiroho. Angalia, kwa nini uamsho unahitajika? Kwa sababu watu wamepoa kiroho.
Mathayo 24 mstari wa 10. Fungua haraka. Mathayo 24 mstari wa 10. Mathayo 24 mstari wa 10. Fungua haraka. Mathayo 24 mstari wa 10. Umeona? Mstari wa 10, Mathayo 24 mstari wa 10 hadi wa 12. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema hivi: ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utafanya nini? Kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utafanya nini? Maona hizi nyakati ambazo Yesu alikuwa akizisema, na ndizo tunazoishi leo. Maasi yanapoongezeka huwa yanaondoa upendo, yanauzimisha upendo wa Mungu ndani yako, kumpenda Mungu lakini kuwapenda wenzako. Ndio maana leo tunachukiana. Watu wanaomba pamoja lakini wanachuki, wanasali kanisa moja lakini wanachuki, hawasalimiani, wanaimba kwaya moja, hawapendani, wanaomba pamoja, wanatumika pamoja lakini wanachukiana. Unaweza kusema, mwalimu, unajua mimi sikutaka kumchukia huyu, lakini madhaifu yake tu yamenifanya nimchukie. Wewe una madhaifu? Biblia ni wapi na kuruhusu kwamba umchukie mtu kwa sababu ya madhaifu yake? Unajua huyu ana madhaifu sana, mwalimu, yaani yeye ukimwambia kitu anaenda kukipeleka mtaa wa pili. Basi acha kumwambia kwa ajili ya kumsaidia. Okay, ngoja tumalizie. Unaniruhusu nimalizie hili? Unaniruhusu nimalizie hili? Roho Mtakatifu, njia nyingine anayotumia, huachilia moyo wa ibada. Sema moyo wa ibada. Kama njia ya kuleta uamsho, anaachilia moyo wa ibada kama njia ya kuleta uamsho. Yohana 4:22 hadi 23. Mungu anawatafuta watu watakao mwabudu katika roho na kweli. Kwa Mungu anatafuta watu wa ibada. Walumi 12 mstari wa kwanza. Fungua Walumi 12 mstari wa kwanza. Fungua haraka. Ndio tunamaliza hapo, tuingie kwenye maombi sasa hivi. Walumi 12. Wengine ninavyofundisha hivi, ili neno ninalokufundisha linaleta majibu ya maswali yako, linakufungua ili linalosema. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu mwingine ninapofundisha hivi anajua kabisa, kumbe nimejizuilia hapa, nimejizuilia hapa. Ukibadilika, hiyo ndio toba. Mungu anaanza kufungua maisha yako. Sasa angalia Walumi 12 mstari wa kwanza. Umeshapata Walumi 12 mstari wa kwanza? Kama umepata sema amina. Kama umepata sema amen. Anasema, basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Bwana, ndiyo ibada yenu yenye maana. Sema ibada yenye maana. Anazungumza hapa, ibada yenye maana ni kutoa mwili wako kuwa dhabihu. Kutoa mwili wako kuwa dhabihu maana yake nini? Utoe mwili wako kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Mungu autumie mwili wako. Utoe mwili wako kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Usiruhusu kinywa chako adui akitumie. Usiruhusu kinywa chako ulimwengu kitumie. Utoe mwili wako kwa ajili ya matumizi ya Mungu, kwamba mikono hii itumike kwa ajili ya Mungu, miguu hii itumike kwa ajili ya Mungu. Kinywa changu badala ya kusema umbea, kiimbe sifa za Bwana, kihubiri Injili, kiombe. Badala ya kuongea kuwasema watu, kikae kwenye maombi kinywa changu. Macho yangu hii yasiangalie vitu vingine. Tumia macho yako kusoma neno la Mungu, usiangalie vitu vya ovyo. Haleluya, watu wa Mungu. Huko ndio kutoa mwili wako kuwa dhabihu. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa lugha nyingine ni kuweka mwili wako wakfu kwa Bwana. Viungo vyako vitumike kwa ajili ya Bwana. Kwa lugha nyingine ni kutoa mwili wako kuwa sadaka. Ndio maana leo umefunga. Hizi ni hatua za kutoa mwili wako kwa sadaka kwa Bwana.
kuwa dhabihu. Tena inatakiwa iwe dhabihu iliyo takatifu. Naposema takatifu, maana yake sio mwili huu unautumia kwa Mungu, mwili huu tena unautumia kwenye dhambi. Hapana. Kinywa chako kisihubiri, kinywa chako hicho hicho kikawa kinasema uongo. Hapana. Mwili huu unautumia kwa ajili ya Mungu, mwili huu tena unautumia kwa ajili ya zinaa. Hapana. Maana yake hiyo inakuwa sio dhabihu takatifu. Uweke mwili wakfu kwa Bwana. Nielewa ninachosema? Na ndio maana ukienda kwenye toba, kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu? Kuna kesi wewe, hata nabii, hata mtumishi hawezi kuziondoa, zinamhitaji Mungu mwenyewe kuziondoa. Ndio maana Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu anaanza kumfanya upya. Kwa nini anamfanya upya? Anamsuka upya, kwa sababu kuna maisha yalibebwa. Ahabu amefanya ibada za Mungu bahari, akasababisha manabii 450 wa Mungu bahari kutokeza kwenye nchi, akasababisha manabii 400 wa Ashtorethi kutokeza, jumla wakawa manabii 850. Kilichotokea, ile nchi ikafanyeje? Ikaingiwa na ukiwa, ibada zikakoma, madhabahu ya Mungu imevunjika, agano la Mungu limekoma Israeli. Elia anapoleta uamsho, akaenda kuwahubiria, akafikiri mahubiri yatatosha, akafika, mtasita sita katika njia mbili mpaka lini? Sasa angalia kinachotokea, hawasikii kitu. Elia akagundua, okay, nimeelewa kwa nini hawasikii. Ibada ya Mungu wangu ilishakoma, ibada za miungu ya bahari ndio inayofanya kazi. Kwa watu wamefungwa maisha yao, mioyo yao. Miungu ina tabia ya kukimbilia kwenye fahamu na kwenye moyo wa mtu. Kuna mambo wewe hata hujawahi kushiriki, lakini moyo wako ni mgumu sana kwenye kuamini juu ya Mungu. Kitu gani kimesababisha? Ibada zilizofanywa. Elia akasema nimebaki mimi tu, akasema tuinue madhabahu. Maana yake nini? Hii ni vita ya madhabahu na madhabahu, ni vita ya ibada. Mimi sigombani na nini. Sasa unaenda kusema na wakata wachawi, wakati bado hujainua madhabahu ya Mungu aliye hai. Hawakatiki. Elia kuwachinja kwanza wale manabii, alisema kwanza tufanye ibada, na akasema Mungu atakayejibu kwa moto, huyo ndiye Mungu, si ndio? Paulo alifika mahali alipohubiri Injili, wale watu wa makanisani wakaenda kuchukua vitabu vya kichawi wakaleta, na gharama yake ilifika 50, vipande vya fedha 50. Gharama ilikuwa vitabu vya kichawi, vitabu vya kichawi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu akifanywa ibada, giza linakimbia. Bahari ya kutaka kujitokeza, miungu ina sauti saa Mungu hajatokea. Miungu inaweza kuwa na sauti kwenye maisha yako kwa sababu Mungu hajadhihirika bado. Mungu akidhihirika, mizimu inanyamaza kimya, miungu inanyamaza kimya, mashetani yananyamaza kimya, wachawi wanafyata mkia, kwa sababu aliyetokeza ni mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu. Nembo yake ni moto ulao. Chochote kisicho cha Mungu kinapopita mbele yake kinalambwa na huo moto. Ndio maana wananyamazaga kimya. Simama kwa miguu yako. Manda rabash mando robos. Sije kuna mtu anasikia hasira kama ninavyosikia mimi. Tunawezaje kuokoka? Tunasema Yesu alikufa msalabani, alafu kuna watu wanacheza cheza tu na maisha yetu na watoto wetu na ulimwengu wa roho. Tunawezaje kusema tumeokoka alafu miungu ya familia ina nguvu na sauti? Mtu analala anasema naota bibi ananiambia, bibi nakula naye chakula. Yani haya maroho ya mizimu yanakuwa na nguvu wakati wewe umeokoka, wewe unaye Mungu aliye hai. Inawezekaneje? Inawezekaneje? Mama zangu, mnanielewa ninachosema? Nasema usikubali, usikubali, usikubali. Na tunapoenda kuomba hapa, usiombe kama vile unaombewa na mwingine. Hii ni saa yako. Mungu anapoinua madhabahu yake ndani yako,
chochote kilichokaa ndani yako ambacho sio cha Mungu lazima kiondoke. Mwingine hajanielewa. Unapolala usingizi wa kiroho, Biblia inasema walipolala, kwenye kile kitabu cha Mathayo 13 nafikiri mstari wa 25, walipolala akaja adui akapanda nini? Magugu. Unaweza ukaona magonjwa kwenye familia, unafikiri ni magonjwa, kumbe ni magugu yaliyopandwa ulipolala. Walipolala, ukilala usingizi wanapanda. Lakini madhara mengine ya kulala usingizi wa kiroho, usipoamka unaibiwa kilicho hai, unapewa kilicho kufa. Nasema, mwalimu unatoa wapi? Kasome habari za wale makahaba wawili walioenda mbele ya Suleiman. Mwenye mtoto aliye hai alikuwa amelala usingizi. Yule kahaba aliyemlalia mtoto wake vibaya akafa, akaja akambadilishia mtoto aliyekufa, akachukua mtoto aliye hai. Biblia inasema kwenye Yohana 10:10, mwivi haji ila aibe, achinje na kufanya nini? Na kuua. Anaiba nini? Anaiba vilivyo hai kwenye maisha yako, anakuachilia vilivyokufa. Ataiba afya yako, atakuachilia magonjwa. Ataiba baraka zako za kiuchumi, anakuachilia umaskini. Oh my Lord, kuna mtu ananielewa ninachosema? Miungu ya mabahari ilipopata nguvu, taifa likawa maskini. Miungu ya bahari kwenye familia ya Gideon ilipopata nguvu na kujengewa madhabahu, familia nzima ikawa maskini kuliko ukoo wote, wakawa maskini. Lakini Mungu alipoingia na alimpa maelekezo, vunja madhabahu ya baba yako, inua madhabahu yangu. Manake tunaharibu hizo ibada, tunaamsha ibada ya Mungu. Mungu ikaweje? Gideon aliyekuwa anaficha ngano akawa ndiye shujaa, mwokozi wa Israeli. Familia iliyokuwa maskini ikawa ndio familia tajiri. Kuna umaskini unafikiri ni umaskini wa kawaida, kumbe ni umaskini ulioanzia rohoni kwenye kizazi na kizazi. Mwinulie Mungu ibada na tuziangushe hizo madhabahu nyingine za kiibada, tumruhusu Mungu ainuke. Nuru itatokeza na wewe utainuka na kuangaza. Kama unanielewa sema amina. Uko tayari kuomba? Kama unanielewa sema amen. Wangapi wako tayari kuomba? Funika macho yako, funika macho yako. Mandaraba shandarabako. Nyanyua mikono yako juu. Tamka kwa sauti, sema, kwa jina la Yesu, imeandikwa kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kila kazi ya shetani iliharibiwa pale msalabani. Jioni ya leo, kwa mamlaka ya jina la Yesu, imeandikwa, umenipa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna litakalo nizulu. Jioni ya leo ninasimama, e Bwana, mbele za uso wako katika ulimwengu wa roho kupitia damu ya Yesu. Ninasimama, e Bwana, kupitia damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Roho ya kichawi, roho ya kichawi, ewe roho ya kichawi, ewe roho ya kichawi, ewe roho ya kichawi, mlango wote unaotumia, mlango wote uliopita ili kunyausha, ili kuharibu maisha yangu ya kiroho, ya kimwili, ya kifamilia, jioni ya leo, ewe roho ya kichawi unayepita kwenye lango la ardhi, kwenye lango la matukio, kwenye lango la misiba, kwenye lango la sherehe, kwenye lango la makusanyiko, kwenye lango la marafiki, ewe roho ya kichawi, katika lango lolote ulilopitia, lango la zawadi, lango la chakula, lango la nguo, lango la hewa,
lango la anga, lango la maji, katika damu ya Yesu. Jioni ya leo, ewe roho ya kichawi, ninakung'oa, ninakung'oa, ninakung'oa kwenye maisha yangu, kwenye ulimwengu wa roho. Roho ya kichawi, mahali popote ulipokaa, kwa mtu yoyote uliyekaa, unayemtumia kushambulia maisha yangu, ewe roho ya kichawi, ewe roho ya kichawi, jioni ya leo, toka, 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 toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninakupiga ewe roho uliyekaa kwa hao wachawi waliokula kiapo kufuatilia maisha yangu. Jioni ya leo wanaachia, 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 wanaachia. Achia kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Achia, 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 achia kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa. Vunja hiyo roho ya kichawi, kila mlango iliyotumia. Vunja hiyo roho ya kichawi, vunja hiyo roho ya kichawi, vunja hiyo roho ya kichawi. Sogeza hiki pembeni. Vunja hiyo roho ya kichawi, vunja hiyo roho ya kichawi, vunja hiyo roho ya kichawi, vunja hiyo roho ya kichawi. Na maanisha vunja roho ya kichawi, na maanisha vunja roho ya kichawi. Achilia moto kwenye ndoa, kwenye familia. Achilia moto kwenye mwili wako. Hiyo roho ya kichawi, chochote walichobeba, iwe walibeba nguo, iwe walibeba nywele, iwe walibeba chochote, tunapeleka moto kwenye hiyo madhabahu ya kichawi. Na huo uchawi unaotumika kutoka kwenye familia, kwenye lango la familia, kwenye lango la ukoo, tunapeleka moto. Wote waliokusanyika wanaanguka, wanaanguka juu yako. Hao waliojipanga kupitia uchawi wao, hao waliokamata uchumi, wanaokamata hali ya kiroho, pigwa kwa moto kwa damu ya Yesu, pigwa kwa moto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea, paza sauti yako, usichoke, ndio tunamaliza. Paza sauti yako, yes. Paza sauti yako, yes. Paza sauti yako, yes. Hao wanaokuonyesha kaburi kwamba utakufa kabla ya siku zako, wanapigwa leo, wanapigwa leo, na hiyo mauti inaondoka, na hiyo mauti inaondoka. Ninasikia hiyo roho ya kichawi iliyosababisha mauti, mauti, mauti inapigwa, inapigwa. Hilo kaburi lililochimbwa wanaingia wenyewe sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ndio, 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 ndio. Pigwa kwa moto, pigwa kwa moto, pigwa kwa moto. Roho ya kichawi, unaachia hilo tumbo, unaachia hiyo familia, unaachia hilo tumbo, unaachia huo uzao. Pigwa, 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 pigwa. Hizo roho za kichawi haziwezi kukuzuia tena. Tunakata hizo kamba, hicho walichopanda ndani yako tunaking'oa kabisa, tunaking'oa kabisa. Hao mawakala waliopandwa kwamba watakufuatilia kila mahali, wanapigwa, 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 wanapigwa. Pigwa kwa moto, 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 pigwa, pigwa,
kuua matumaini yako sasa kwa jina la Yesu, sasa kwa jina la Yesu, sasa kwa jina la Yesu. Uliyeko mbele jiandae kufunguliwa, hata uliyeko kule nyuma, uliyeko mbele jiandae sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe ni roho unanisikia, wewe ni roho unanisikia, wewe ni roho unanisikia, wewe ni roho unanisikia. Ninaenda kwenye ulimwengu wa roho wa huyu mama, wa huyu kijana, wa huyu mtoto, wa huyu binti. Naenda kwenye ulimwengu wa roho wa maisha yake. Hicho mlichokamata, hicho mlichozuia, kwa mamlaka ya jina la Yesu ninapasua, ninakivunja, ninakipasua, ninaondoa hiyo mauti, ninaondoa hiyo mauti, hilo kaburi, hiyo hofu ya mauti, roho ya mauti uliotengenezwa kutoka kwenye madhabahu. Roho ya mauti, roho ya mauti, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake, toka ndani yake. Sahi, 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 sahi. Haya, roho ya mauti, mshike kichwani. Roho ya mauti, yes, yes, ninapiga huo mateka. Kila kifungo kinaachia mama, kinaachia. Na iachilia damu ya Yesu kwenye nafsi yako sai, kwenye moyo wako sai. Hiyo mauti inaachia, inaachia, inaachia. Haya, achia. Haya, achia. Mshike kifuani, mshike kifuani huyu mama. In Jesus, mshike kifuani, mshike kifuani, mshike kifuani. In Jesus, nafunga hiyo roho ya mauti kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo. Haya, mwachie huyu mwanamke. Wewe ni roho ya mauti, nasema mwachie, nasema mwachie. Toka. Yes, mwachie. Fungasha na hayo mateso, fungasha hayo mateso, fungasha hayo mateso. Yes, mwachie, mwachie. Uwe huru mama, uwe huru, uwe huru, uwe huru kuanzia leo. Inua mikono yako mama, inua mikono yako wewe. Mshike, mshike kifuani huyu mama, baba. Inua mikono yako wewe mama, inua mikono yako. Kuanzia leo kila kilichoibwa kwenye maisha kinarejeshwa, kinarejeshwa, kinarejeshwa. Mhudumu mwingine yuko wapi? Kinarejeshwa. Mshike kifuani huyu mama. The mighty name of Jesus. Funguka. Yes, funguka. Yes, nafungua maisha yako mama, maisha yako binti. Hiyo roho, hiyo roho, hiyo roho, hiyo roho. Yes, 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 yes. Kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo unatengwa na hiyo hali kwenye moyo wako. Fire in Jesus. Naachilia moto ndani yako kwenye hiyo nafsi, naachilia moto. Yes, yes. Usiwe mateka tena, usiwe mateka tena. Mshike kifuani na siende chini. Usiwe mateka tena, mshike kifuani. In Jesus name. Funguka, funguka, fungua tu moyo wako uliyeko mbele. Fungua moyo wako in Jesus name. Funguka, usimwachie, usimwachie huyu binti, usimwachie huyu. Kuna operation inaendelea ndani yake, usimwachie huyu. In Jesus name. Funguka, uwe huru kwenye maisha yako, uwe huru kuanzia sasa kwa damu ya Yesu. Funguka, mauti isiyo sehemu yako kwa damu ya Yesu. Yes, yes, in Jesus name. Power in Jesus. Kuanzia leo mama, kuanzia leo, nasema kuanzia leo. Yes, uchawi usizuie maisha yako. Oh my Lord, oh my Lord, mshike in Jesus name. Fire in Jesus. Yes,
Pokea pumzi ya uhai kuanzia sasa, in Jesus name. Mateso, hiyo roho inaoleta mateso, chomoka, achia nafsi kuanzia leo. Fire Jesus. Yes, pokea. Yes mama, yes, in Jesus name. Fire Jesus. Kuanzia leo, nasema kuanzia leo. Vazi la mauti lisionekane kwenye maisha yako. Vazi la mauti na vazi la aibu lisiwepo kabisa. Maisha yako yanafunguka na kuwa huru. Fire Jesus. Fire Jesus. Fire Jesus. Fire in Jesus name. Yes, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Mama, pokea mama yangu. Yes.